Wakenya wengi walikuwa kwa barabara. Tukasema tuzungumze. Tukaweka ile kamati ya NADCO. Kalonzo akawa kiongozi wetu kule. Wakazungumza. Sisi kama Azimio tulikuwa na maneno manne muhimu. Mambo ya ukaguzi ya ile nyungu sava pale ambayo kura iliingia ifunguliwe, ionekane, ikaguliwe. Pili, tulisema tunataka mambo ya IBC, halmashauri ya uchaguzi, tushirikishwe tukiunda upya. Tatu, tulisema wawache mambo ya kuingilia kwa vyama vyetu ya Azimio. Manake Azimio ndiyo ilikuwa ni chama kubwa zaidi, muungano kubwa katika uchaguzi. Tulipata viti 175 kwenye bunge la chini. Wao walipata 163. Kwa hivyo majority coalition ni Azimio. Lakini wakaanza kununua vyama vyetu. Wanaruka wanaenda ngambo ile nyingine. Ngambo ile nyingine. Mmoja kaenda inaitwa UDM, nyingine JIPA, wakaanza kurukaruka. Wanaweka wanapewa rushwa. Tulisema tunataka ikiwa kama wewe ulichaguliwa kama MCA au MP katika chama moja, ubaki kule kwa miaka 5. Lakini kama wewe umeshikwa na umalaya, unataka kufanya kitendo cha usharati, kuvuka mpaka, rudi kwa wananchi. Turudi nawe kwa wananchi, upigiwe kura upya. Kuchaguliwa sawa sawa. Alafu yale ndio ilikuwa ni, alafu lakini muhimu zaidi ilikuwa ni gharama ya maisha. Gharama ya maisha ipunguzwe. Tulisema hayo maneno manne. Kabla ya hiyo maneno manne, Kalonzo na timu yake walifaulu, wakakubaliana kwamba ile nyungu sava itafunguliwa. Pili, wakafaulu ya kwamba mambo ya IBC tutashirikishwa. Hawezi mpaka mimi na Ruto tukubaliana chama ni nani na wanachama ni wakina nani. Tatu, wakakubaliana bila kwamba kama wewe unataka kuvuka mpaka uende ngambo ile nyingine, rudi kwa wananchi upigiwe kura upya. Pale ambayo hawakukubali ni mambo ya gharama ya maisha. Hiyo walikataa katakata, ati hiyo hawataki. Tukasema sasa hiyo ni deni. Mimi nikamwambia Kalonzo, kubalini hiyo ya tatu wamekubali, hiyo moja ambayo imebaki tunazidi kuwadai. Lakini hiyo tatu ambayo wamekubali tuendelee nayo. Si mwingine wanasema Kalonzo amerudi mkono mtupu. Hapana. Amerudi na mkono kikapu ilikuwa imejaa, moja peke yake nilibaki. Na hiyo ni deni yetu. Tunazidi kuwadai hiyo mambo, bado tunazidi kuwadai mambo ya gharama ya maisha wakati huu.